Jambo ulipo mtazamaji na msikizaji wa runinga uipendayo YBN Breaking News. Leo tunakuarifu kipindi cha Lala Salama cha Mheshimiwa Charles Ogondo Were. Mambo ya kifo hiki yametoa mawazo na fikira tofauti kuhusu mauaji haya. Wakenya wangali wamepigwa na bubwazi kutokana na mawazo kurundikana, kujiuliza maswali. Mheshimiwa aliye na walinzi, aliye na silaha, iliwezekanaje akajipata amepigwa marisasi? Nataka kukuletea habari hii za mwisho, tukijua hii leo tayari muda zake amepewa goodbye na wampendao. Been around, my phone has been on. I'm ready for anything. I don't fear being summoned by the DCI. It's normal. I want to hear what they have against me. I will also respond to anything that is relevant. Okay? So anytime, any day, I'm here. I'm ready to explain myself. Yes. My client Philip, his phone has been on. He has been doing his business. My client has nothing to hide. If there is no way the DCI can say, but they are looking for Philip. He's available. I'm with him. In less than 20 minutes, I shall be taking him to the DCI Gigiri office for him to report. Hizo ni tofauti mawazo, fikira za mawakili wakijaribu kufikia ukweli kuhusu kifo hiki uweze kuwekwa bayana. Sio mvutio, sio raha, lakini mawakili wameingilia kati. Amani wa Kenya waambiwe ukweli. Tunasonga mbele. Tunapoelekea na kuhitimiza ya mheshimiwa, tutafuatiliwa na habari pande wa Mombasa. Watu takriban zaidi ya 3 wameaga dunia baada ya sehemu waliokuwa wakitafuta ajira kuwaporomokea, yani ukipenda timbo walimokuwa wakitafuta ajira wakafunikwa na kifusi. Onea huruma watu kama hawa, kwa sababu hawa watu ni wengi. Malindi David Lusava amesema serikali ilifunga chimbo hilo mwaka uliopita baada ya kuonekana kuwa hatari kwa jamii. Mke na mumewe ni miongoni mwa watu walioaga dunia, huku watu wengine kadhaa wakikisiwa kukwama kwenye mchanga. Shughuli ya uokoaji inaendelea. Kwa sasa shughuli za uokoaji bado zinaendelea. Tunashirikiana vitengo vya usalama, Kenya Red Cross na disaster team ya county ili kuokoa wale pengine bado wamesalia kwenye vifusi. Chenye kimefanyika hapa leo ni jambo la kutamausha, kwa sababu watu wote ama mtaa mzima wamejazana hapa kwa sababu kurescue hawa watu. Ingekuwa vyema watu kama hawa, kwa sababu hii ni aina ya ajira yenye pia wanatafuta, wapate mafunzo, na kupitia hapa kwa county government watu wajitokeze, cause hizi kazi kama hizi wako wataalamu wa kufanya hizi kazi, na kuliko hawa mama waendelee kufanya kazi kama hizi na mikono, ni hatari, inatarisha maisha zao zaidi. So county pia ionee huruma watu kama hawa, kwa sababu hawa watu ni wengi. Mimi binafsi najua hapa kuna watu wasiopungua 400 ambao wanafanya hii kazi hii.
niwaambie pole wote waliojipata katika mkasa huo wa timbo baada ya kifusi kuwafunika. Turudi tena katika mawazo ya kuwaza na kuwazua kuhusiana na kifo cha Mheshimiwa Honorable Were. Kweli kabisa ni jambo ambalo limetia tumbo joto Wakenya wote, sana sana vikosi vya ujasusi wanaofaa kuiangalia maneno haya ndani. Kwenye taarifa nyingine kuu ni kwamba washukiwa zaidi wamewasilishwa mahakamani kufuatia mauaji ya mbunge Charles Ong'ondo Were, huku wapelelezi katika kesi hiyo ya mauaji wakipata bastola iliyotumika katika mauaji ya mbunge huyo Jumatano wiki jana. Kulingana na Inspector General wa polisi Douglas Kanja, washukiwa 10 wamekamatwa kufikia sasa huku uchunguzi ukiendelea. Anavyoarifu Winfrey Owino, washukiwa 5 wamefikishwa katika mahakama ya uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta ila hawakusomewa mashtaka. Kwa upande mwingine, polisi hawakumfikisha mahakamani mfanyabiashara maarufu Philip Nahashon Ayeko aliyejisalimisha kwa polisi jana usiku. Ikisalia saa chache kabla ya mazishi aliyekuwa mbunge wa Kasipul Charles Ong'ondo Were, idara ya polisi inajitahidi kuwapa jamaa na marafiki haki. Maafisa wakuu wa usalama nchini wamehakikisha kwamba bastola iliyotumika katika mauaji ya Were ni ile walioipata katika eneo la Mihang'o jijini Nairobi. Kufikia sasa, washukiwa 10 wamekamatwa. Specifically, the same firearm has been implicated in 3 separate robbery incidences across Nairobi and Kiambu counties, with the most recent crime occurring on April 26, 2025. We need to give the late MP a decent send-off. We expect that the ceremony will be peaceful. We have the relevant government agencies working closely with the leadership of Parliament, because this was a member of Parliament, and the family, to ensure that this process is undertaken well. Mapema leo, washukiwa 5 walifikishwa katika mahakama ya uwanja wa ndege ya JKIA, lakini hawakusomewa mashtaka. Miongoni mwa 5 hao ni mfanyikazi wa chama kinachoongozwa na Rais William Ruto cha UDA na ambaye ni mfanyikazi wa shirika la Lake Basin. Mawakili wa washukiwa wamemtaka hakimu mkuu Irene Gishobi ajiuzulu katika kesi hiyo kwa madai kwamba tukio hilo halikufanyika katika himaya yake. Wanataka kesi isikizwe kwenye mahakama ya Kibera au Milimani. Working hours for courts in this country start at 8 to 5. Courts with jurisdiction are sitting now. Kibera is the nearest court, but they brought him here. And Your Honor, then that is why the questions are coming up. Why do they want to do this? Even when they know the law is clear, why do they want to do this? Hata hivyo, upande wa mashtaka serikalini wameonyesha nia ya kuomba muda zaidi kuwazuia washukiwa kabla ya uchunguzi kumalizika. Due to the complex nature of this case, more arrests are yet to be done. And nothing restricts the police officer from arraigning them anywhere near to the place of arrest. So kindly ensure that the person seeing you has been vetted by the IO first, for your own safety and security. Washukiwa hao wanazuiliwa katika vituo mbalimbali vya polisi jijini wakisubiri uamuzi wa hakimu mkuu hapo kesho. Winfrey Owino, KTN. Maswali chungu mzima ni kuuliza haki kuhusu familia ya Mheshimiwa Charles itawekwa wazi. Wauaji hawa wataweza kuwekwa wazi kwa Wakenya ili Wakenya wajue waliomuua mwenda zake Mheshimiwa na ni kwa nini na walikuwa wanahitaji nini. Mheshimiwa kabla ya kifo chake, hit by at least 4 bullets by a lone assailant who fled the scene on a waiting sport bike.
It was just before 7 p.m., the city buzzing with evening energy. That's when the MP left Parliament, accompanied by his driver and loyal bodyguard. The car moved steadily through City Hall Way, turning onto the busy Wabara Street. There, the bodyguard briefly stepped out to deposit 20,000 shillings into the MP's phone at a nearby M-Pesa shop, unaware of what was about to unfold. But all along, someone was watching. CCTV cameras captured a hooded man carrying a bag, monitoring the vehicle closely. At exactly 7:19 in the evening, the team left the area, taking Kenyatta Avenue, then diverted through Ralph Bunche Road onto Arguings Court. Swali chungu mzima yameelekezwa kwa serikali, Wakenya wakitarajia jawabu kamili. Ni kwa nini mheshimiwa aliyechaguliwa na watu, kwa nini aliuliwa? Na swali ni kwa sababu gani Wakenya wataendelea kupoteza maisha hadi lini? Skiza. Why and for what? That we want to know. And I can tell you, we have said we are working together, but we did not sign up to assassination. But so long as the majority are with you and you are serving your constituency fully, because Were served every part of his constituency without discrimination. And Were was not elected by fluke. No, Were was elected 2017 to 2022. Come 2022, Were had over 42,000 votes. His nearest competitor had 5,000 votes. That is a man you want to tell us was ruling. Wakenya wameendelea na kubebwa na kifo hiki cha mheshimiwa. Maswali na tarajio kuu ibuka, ukweli wa walioua mheshimiwa, na ni kwa nini walimtoa uhai. Uhanji utaendelea kutamba nchini mpaka lini? Wawezao kutumikia umma kwa mijiri ya kujitolea kwao watakufa hadi lini? Tunaombea na kulilia na kutetea na kutimbu watu wote wawe hai. Hospitalini madaktari hawalali wakijaribu kuokoa. Wachungaji wa madhehebu mbalimbali hawalali wakiombea nyoyo za watu. Kila kona tunaona watu wakijaribu kufanya juhudi za kufanya mwanadamu akaishi. Huyu hakukuwa mgonjwa, lakini akadamwa na genge. Walio na ujasiri wa kufuata mtu aliye na silaha na aliye na walinzi wake, ujasiri huu uliwatoka wapi? Inawezekanaje mtu akiwa amejihami na ako na bodyguard, mtu mmoja amfuate bila uoga wa kujua watamenyana na bodyguard wa mheshimiwa? Ujasiri huu wa aliyemfuata ulikuwa umetoka kwa nani? Na kwa nini mlinzi asiwe na jawabu hata moja la kujibu kuhusu aliyekuwa analinda? Ni lini wenye kuweka ulinzi kwa waheshimiwa wataaminiwa, ikiwa huyu mlinzi wa mheshimiwa hakuna kitu aliongea?
Waheshimiwa watakuwa na usalama wa kutosha wanaposafiri. Ni kitu gani hapo fiche? Mlinzi au walinzi wa huyu mheshimiwa walikuwa wapi? Iliwezekanaje katika gari nzima mheshimiwa apatikane na risasi zaidi ya 3-4? Wakenya wana maswali chungu mzima. Mauti kutoka kwa maskini hadi waheshimiwa. Mkuu hapo kesho. Winfrey Owino, KTN. Mwili wa mbunge wa Kasipul Charles Ong'ondo Were umewasilishwa nyumbani kwake eneo la Karabok, eneo bunge. To give our brother a good send-off, and I want to ask our people, let us remain peaceful. I want to encourage the residents of Homa Bay that let us turn out in numbers to bid farewell to our fallen colleague, and I want to call for decorum, decency, discipline. This friend of ours died as a serving member of parliament, and we shall bury him as a serving member of parliament. May peace prevail today and tomorrow. Marehemu Were atazikwa hapo kesho. Hiyo ndio mwisho wetu wa habari za hii leo. Runinga uipendayo OIBN Breaking News. Mheshimiwa lala salama. Mheshimiwa lala salama. Lakini swali kuhusu mawazo ya Mkenya ni kungojea na kutarajia. Jawabu kamili ni nani aliyeua mheshimiwa na ni kwa nini? Uwanji utaendelea kuongoza Wakenya mpaka lini? Ni nani huyu aliye na uweza wa kuweza kumbeba uhai wa mheshimiwa? Mimi wako OIBN Breaking News.